Je, umewahi kusikia kuhusu mwanamke ambaye maisha yake yalibadilishwa kuwa maonyesho ya dunia? Huyu ni Sarah Baartman, mwanamke kutoka Afrika Kusini ambaye alikumbana na ubaguzi, unyonyaji na udhalilishaji mkubwa katika karne ya 19. Lakini nyuma ya simulizi hilo la maumivu, kuna historia muhimu inayotukumbusha namna Waafrika walivyopitia changamoto kubwa katika kipindi cha ukoloni. Katika video hii, tutaangazia maisha ya Sarah Baartman na urithi wake ambao bado unajadiliwa hadi leo. Karne mbili zilizopita, mwanamke mmoja kutoka Afrika Kusini aliyegeuzwa kivutio cha maonyesho ya binadamu barani Ulaya iliyojulikana kama freak shows, alitazamwa, akachekwa, akaguswa na kufanyiwa utafiti kana kwamba hakuwa binadamu mwenye hisia au utu. Jina lake lilikuwa Sarah Baartman. Leo hii jina lake limekuwa kielelezo cha maumivu ya ukoloni, ubaguzi wa rangi, unyonyaji na unyanyasaji wa mwanamke mweusi. Hii ni hadithi ya maisha yake kutoka vijiji vya Afrika Kusini hadi kumbi za maonyesho London na Paris, na safari ndefu ya kurejesha heshima yake baada ya kifo. Inadhaniwa kuwa Sarah Baartman alizaliwa mwaka 1789 katika eneo la Eastern Cape nchini Afrika Kusini, ndani ya jamii ya Khoikhoi. Maisha yake yalianza kwa huzuni kubwa. Mama yake alifariki akiwa na umri wa miaka 2 na baba yake alifariki alipokuwa katika umri wa kubalehe. Baadaye Sarah alihamia Cape Town na kufanya kazi za nyumbani. Wakati huo maisha yake yaliendelea kugubikwa na maumivu baada ya mwenza wake kuona mkoloni Mholanzi. Mtoto wao pia alifariki dunia. Mwaka 1810, Sarah alikutana na daktari mwingine, William Dunlop, pamoja na Hendrik Caesars, mfanyabiashara aliyekuwa akimfahamu. Inadaiwa kuwa Sarah alisaini mkataba wa kwenda Uingereza kwa ahadi ya kupata kazi na maisha bora, lakini safari hiyo ilibadilisha maisha yake milele. Baada ya kuwasili London mwaka 1810, Sarah alianza kuonyeshwa katika maonyesho yaliyoitwa freak shows, maonyesho ya watu waliotazamwa kama waajabu au watofauti. Alipewa jina la jukwani la Hottentot Venus. Neno Hottentot, ambalo leo linaonekana kama la kibaguzi na kudhalilisha, lilitumiwa na wakoloni wa Kiholanzi kueleza jamii za Khoikhoi na San, ambao kwa pamoja wanaitwa Khoisan. Katika maonyesho hayo, Sarah alivishwa mavazi ya kubana mwili, huku watu wakialikwa kuyaangalia makalio yake. Wakati huo wanawake wenye maumbo makubwa walionekana kuwa wa kuvutia katika jamii za Ulaya, jambo lililomfanya Sarah kuwa kivutio kikubwa. Watu matajiri walilipa fedha nyingi ili kumwona karibu zaidi, na wakati mwingine waliruhusiwa hata kumgusa mwili wake. Sarah hakutazamwa kama binadamu mwenye kustahili heshima na utu, bali alitazamwa kama chombo cha kutoa burudani. Umaarufu wake uliongezeka sana huko London, hasa katika maeneo kama Piccadilly Circus. Wachoraji wa vibonzo walimtumia katika katuni za kisiasa, wakilinganisha mwili wake na viongozi wa wakati huo. Mnamo mwaka 1814, Sarah alihamia Paris pamoja na Hendrik Caesars. Mwanzoni alionekana kama mtu maarufu katika jamii ya Paris. Alionekana katika mikahawa na sherehe mbalimbali za kijamii, lakini maisha yake yaliendelea kuwa magumu. Baada ya Caesars kurejea Afrika Kusini, Sarah aliachwa akiendelea kuonyeshwa chini ya jina jipya la jukwani la Rue. Wakati huu maisha yake yalizidi kuzorota. Alianza kunywa pombe kupita kiasi na kuvuta sigara nyingi. Katika kipindi hicho, wanasayansi wa Ulaya walivutiwa sana na mwili wake. Sarah alikubali kuchorwa na kufanyiwa tafiti mbalimbali, lakini alikataa kusimama bila nguo kabisa mbele yao, kwa sababu alihisi hilo lingekuwa ni kuvunja heshima yake kama mwanadamu. Sarah Baartman alifariki dunia tarehe 29 Disemba mwaka 1815 akiwa na umri wa miaka 26 tu. Chanzo cha kifo chake hakikuelezewa wazi. Wengine walidai alikuwa na maradhi ya kifua, wengine kaswende, na wengine walihusisha kifo chake na matumizi ya pombe kupita kiasi. Lakini hata baada ya kifo chake, mateso yake hayakuisha hapo.
Mwanasayansi wa Kifaransa Georges Cuvier alichunguza mwili wake na kuchukua ubongo wake, mifupa yake pamoja na sehemu zake za siri. Mabaki hayo yaliwekwa kwenye mitungi na kuonyeshwa katika makumbusho ya Paris kwa zaidi ya miaka 150. Kwa miongo mingi, Sarah aliendelea kutazamwa kama kitu cha maonyesho hata akiwa amekufa. Ni mwaka 1974 pekee ambapo mabaki yake yaliondolewa kwenye maonyesho hayo. Baada ya kuingia madarakani mwaka 1994, rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela aliomba rasmi serikali ya Ufaransa irejeshe mabaki ya Sarah Baartman nyumbani. Baada ya miaka ya majadiliano, serikali ya Ufaransa ilikubali. Mwezi Machi mwaka 2002, mabaki ya Sarah yalirejeshwa Afrika Kusini, na mwezi Agosti mwaka huo alizikwa katika eneo la Hanki Eastern Cape, karibu na miaka 192 baada ya kuondoka kwake kuelekea Ulaya. Mazishi yake yalikuwa zaidi ya mazishi ya kawaida. Yalikuwa ishara ya kurejesha utu, heshima na historia ya mwanamke ambaye maisha yake yaligeuzwa maonyesho kinyume na mapenzi yake. Hadithi ya Sarah Baartman ni simulizi ya mwanamke mmoja pekee. Ni hadithi kuhusu jinsi ukoloni, ubaguzi wa rangi na hali ya kuwatazama watu weusi kama tofauti iliyowanyima utu mamilioni ya Waafrika.